Zamani sana jangwani kati ya Sinai na Kanaan, Musa alipanda mlima Sinai kukutana na Mungu. Mungu alimpa maagizo kutengeneza sanduku la agano, kitu ambacho hakikuwa cha kawaida bali makao ya uwepo wake duniani. Sanduku hili lilitengenezwa likafunikwa na dhahabu safi ndani na nje. Juu yake waliwekwa makerubi wawili wakitazamana mahali palipotiwa kiti cha rehema. Ndani yake kuliwekwa vibao viwili vya amri 10 za Mungu, fimbo ya Haruni iliyochanua pamoja na chungu cha mana. Kuanzia siku hiyo sanduku hilo lilikuwa na uwezo mkubwa hata wa kuigawa Yordan. Kuta za Yeriko zilianguka, lakini pia yoyote aliyeshika bila ruhusa papo hapo alifariki. Sanduku hili lilikaa kwanza katika maskani, kisha likapelekwa kwenye hekalu la Suleman, ndani ya patakatifu pa patakatifu, mahali ambapo kuhani mkuu aliingia mara moja tu kwa mwaka. Hapo sanduku lilikuwa ishara ya kwamba Mungu yupo katikati ya watu wake. Israeli ilianza kuasi, manabii wakaonya, vita vikaanza. Hatimaye mwaka 586 kabla ya kuja kwa Kristo Yesu, jeshi la Babeli likavamia mji wa Yerusalemu na kuharibu hekalu. Ajabu ni kwamba miongoni mwa vitu vilivyochukuliwa Yerusalemu, sanduku la agano halikutajwa kabisa. Hapa ndipo siri nzito ilipo. Wengi wanasema kabla ya uvamizi huo, makuhani walilificha sanduku chini ya mlima wa hekalu kwenye mapango ya siri yasiyojulikana hadi leo. Wengine hudai maandiko ya kale yanaonyesha kuwa nabii Yeremia alilificha hadi Mungu atakapokuja kukusanya watu wake tena. Lakini nadharia nyingine zinainuka na kuvuka mipaka ya Israeli kuelekea huko Ethiopia. Ina maana kwamba sanduku lilipelekwa huko zamani sana na leo linahifadhiwa katika mji wa Aksum ndani ya kanisa, likilindwa na kuhani mmoja tu katika maisha yake yote. Hakuna aliyeliona wala hakuna aliyelipima, lakini imani yao ni thabiti, sanduku bado lipo. Wapo pia wanaoamini kuwa sanduku halikufichwa na wanadamu hata kidogo, bali Mungu mwenyewe aliliondoa ili lisitiwe najisi. Maandiko ya kale yasiyo kwenye Biblia yanaeleza kuwa sanduku lilimezwa na wingu hadi wakati ufaao. Kadri karne zilivyopita, sanduku likawa fumbo kubwa. Wengine wakaanza kudai lilikuwa na nguvu za ajabu kama chanzo cha nishati, silaha ya kale au teknolojia iliyopita ufahamu wa kibinadamu. Lakini hakuna uthibitisho wa kisayansi uliothibitisha mambo hayo. Badala ya yote, kisha sauti ya nabii Yeremia ikabaki ikisema katika maandiko ya Yeremia sura ya 3 mstari wa 16 kuwa siku zitakuja ambapo watu hawatasema tena, sanduku la agano la Bwana halitakumbukwa wala kuhitajika tena. Kwa sasa Wakristo wengi wanaamini sanduku lilikuwa kivuli cha kitu kikubwa zaidi, Yesu Kristo, kama sanduku lililobeba neno la Mungu. Yesu ni neno hai, na hivyo sanduku la agano likapotea machoni pa wanadamu. Lakini swali ni je, sanduku hili bado lipo mahali fulani, au linapatikana wapi, au lengo lake limekwisha kutimia? Jambo hili linaishia vivyo hivyo tu, pasipo kuwapo na jibu la mwisho. Mimi sifahamu liko wapi, lakini nadharia zinatueleza kwamba sanduku hili lilikuwa kivuli cha Yesu Kristo, na Yesu Kristo ndio mkombozi wa ulimwengu. Jina langu ni Captain Fanuel Steven. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.